holy. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So I've received many messages from yesterday. Nimepokea jumbe nyingi sana From people telling me how the battles have escalated. kutoka kwa watu wakinieleza namna gani vita zimeongezeka. Many have been writing to me. Wengi wamekuwa wakiniandikia. Let me tell you something. Ngoja niwaambie kitu. We prayed for exposure. Tumeomba kwa ajili ya udhihirisho. When you pray that prayer, I said you must be ready in the spirit. Ukiomba hilo ombi lazima uwe tayari rohoni. But also being ready in the physical. Lakini pia uwe tayari kimwili. Because the Lord indeed will show you. Kwa sababu Bwana kwa hakika atakuonyesha. And whatever he is showing na you, chochote atakachokuonyesha, are you capable of carrying it? Je, uko tayari kukibeba? This is where the problem is. Hapa ndipo tatizo lilipo. Some of you wrote to me a message. Baadhi yenu mmeniandikia ujumbe. And that message, the dream that you had, whatever, didn't need any clarification. Alafu huo ujumbe au hiyo ndoto haukuhitaji hata kufafanuliwa chochote. But what you could capture in that message ambacho ungeweza kukipokea katika huo ujumbe is a person who is in the middle of disbelief. Ni mtu ambaye anaonekana haamini. Someone who doesn't want to believe. Mtu ambaye hataki kuamini. Someone who doesn't want to believe whatever you saw. Mtu ambaye hataki kuamini chochote alichokiona. And this has been my prayer all the time. Na hii ndio imekuwa ombi langu wakati wote. That when it comes to God to reveal your problem, let him speak to you. Inapokuja wakati Mungu anaonyesha matatizo yako, muache azungumze na wewe. Let him show you. Muache akuonyeshe. Let him remove the mask from your face. Muache aonyeshe ule uzingo katika sura that you be the one to say, ili wewe yeye awe ndiye than another person to tell you. Mtu mwingine kukwambia. Praise God. Bwana asifiwe. I told you yesterday. Niliwaambia jana. That when the battle goes high. Wakati vita inapozidi. When spiritual warfare goes high. Wakati vita vya kiroho vinapozidi. When the enemies are rising against wakati you. adui anaponyanyuka dhidi yako. You need to really trust the Holy Spirit. Unahitaji kumwamini Roho Mtakatifu. Because at that time your strength cannot take you anywhere. Kwa sababu wakati huo nguvu yako haiwezi kukufikisha kokote. Your mind have taken you to where you are. Akili yako imekufikisha mahali ulipo. Your experience have taken you to where you are. Wako umekufikisha mahali ulipo. Everything you have taken you to where you are. Kila ulichonacho kimekufikisha mahali ulipo. Now if it's the Holy Spirit who is taking a lead, kama ni Roho Mtakatifu ndiye anayekuongoza, you must learn to trust him in whatever he says. Jifunze kumwamini kwa chochote anachosema. Even if it is against what you think you know. Ni kinyume na kile unachodhani unajua. Isaiah 59 verse 19. Isaya sura ya 59 mstari ule wa 19. Isaiah 59 verse 19. Isaya 59 mstari wa 19. It says, inasema, this is amplified, so I'll jump some. Nini ya Biblia iliyofafanuliwa, kwa nitaruka baadhi ya maneno. So they shall fear the name of the Lord from the west. Kwa hiyo watalicha jina la Bwana kutoka magharibi. And his glory from the rising of the sun. Na utukufu wake kutoka machweo ya jua. So when he says from the rising of the sun, he means east. Anaposema mawio ya jua anamaanisha mashariki. So if there is west, then there is east. Kama kuna magharibi, pia kuna mashariki. When the enemy shall come in like a flood, wakati adui atakapokuja kama mafuriko, the Spirit of the Lord will lift up the standard. Roho wa Bwana atazidisha kiwango against him and put him to flight. Dhidi ya adui na kumfanya akimbie. Now let me tell you something. Ngoja niwaambie kitu. Good news is that the enemy can come in like a flood. Habari njema ni kwamba adui anaweza akaja kama mafuriko. The enemy can come to you in a major way. Adui anaweza akaja kwako kwa njia kuu sana. He can come into your life in a higher dimension. Anaweza akaja kwa kiwango cha juu sana. He can attack, come up. He can attack you in a higher dimension. Anaweza akaja akakushambulia kwa kiwango cha juu. He can come in a way that you're not used to. Anaweza akaja kwa namna ambayo hujaizoea. This is the reason. Hii ndio sababu. When the enemy comes in a higher dimension, wakati adui anapokuja katika kiwango cha juu, it's because your life is about to go to a higher dimension. Kwa sababu maisha yako yanataka kwenda katika It's because your dreams have changed. Kwa sababu ndoto zako pia zimebadilika. It's because now you're not dreaming like a baby. Kwa sababu sasa hauoti ndoto kama mtoto. It's now because your purpose, your focus is not in a small territory.
territory. kusudi lako au makini wako si katika himaya. You have enlarged your dreams. Kwa sababu ndoto zako pia You want to go in a higher dimension. Nataka uende katika viwango. You want to possess in a higher dimension. Nataka umiliki katika viwango. You cannot be dreaming to possess higher dimension. Hawezi ukawa una njozi za and the enemy comes in a lower dimension. Alafu adui aje katika kiwango cha That chini. principle does not apply in the spirit. Kanuni haifanyi kazi katika roho. The bigger you dream about your life, unavyokuwa na njozi kubwa za the bigger the devils you're going to fight. Ndivyo ambavyo mashetani makubwa Praise God. Bwana asifiwe. Because remember, the purpose of the enemy is to stop you from entering into your promise. Kusudi la adui ni kukuzuia usiingie katika. He doesn't want you to go to where God wants you to go. Hataki ufike mahali ambako Mungu anataka uende. So normally whenever there is an upgrade, kwa hiyo kawaida wakati wote kunapokuwa na ongezeko, an upgrade in your vision, ongezeko la maono yako, an upgrade in your plan, ongezeko la mipango yako, an upgrade in your dreams, ongezeko la njozi zako, trust me, there is also an upgrade in the spiritual warfare. Niamini pia kuna ongezeko katika vita vya kiroho. So some of you want to dream big. Kwa hiyo baadhi yenu mnataka kuwa na njozi, but you want to fight a small Satan. Mnataka mpigane na shetani mdogo. Things does not work like that in the spirit. Havifanyi kazi namna hiyo katika roho. You want to have big plans in life. Unataka uwe na mipango mikubwa katika maisha. Yet you want to fight small enemies. Lakini unataka upigane na maadui wadogo wadogo. Big fish are always found in the deeper waters. Samaki wakubwa wanapatikana katika vina. Remember I told you deep calls for deep. Kumbuka niliwaambia vina vinaitia vina. You want great and deep things, expect the whales there. Unataka vitu vikubwa na vitu vya kina. How many times do you see a whale swimming at maybe just at the beach outside here where the sand is? Mara ngapi umemwona nyangumi akiogelea? Okay, how many of you have ever seen a whale with your naked eyes? Wangapi mmewahi kumwona nyangumi na macho? I don't mean spiritual eyes, I mean these eyes. Simaanishi macho ya kiroho, na maanisha macho ya mwili. How many of us have ever seen a whale? Wangapi mmeona nyangumi kwa macho ya mwili? So how many of you do you believe that a whale is in the ocean? Wangapi mnaamini kwamba nyangumi yuko katika? How many of you can swim? Wangapi wenu mnaweza kuogelea? You ever swam in the ocean? Wangapi mmewahi kuogelea baharini? Why didn't you see the whale? Kwa nini hujamuona nyangumi? Okay, the whale is found in the ocean, right? Nyangumi anapatikana baharini. And you went to swim in the ocean. Na ulienda kuogelea baharini. Why didn't you see the whale? Kwa nini hukumuona nyangumi? Because you were swimming in shallow water. Kwa sababu ulikuwa unaogelea katika maji ya vina vifupi. I repeat. Narudia tena. It's because you were swimming in a shallow water. Ni kwa sababu ulikuwa unaogelea katika maji ya kina kifupi. If you could have gone into the deeper waters. Kama ungeenda katika maji ya kina au ya vilindi. I don't know how you could have reached there. Kwanza sijui ungefikaje pale. But if you could have gone to a deeper water, lakini kama ungeenda katika maji ya kina, you could find the whale there. Ungekutana na nyangumi pale. Because you went to deeper waters. Kwa sababu umeenda katika maji ya kina. Let me tell you something. Ngoja niwaambie kitu. The Bible talks about the beasts of the sea. Biblia inaongelea kuhusu wanyama wa baharini that are protecting some territories there too. Ambao wanalinda himaya fulani pale pia. So the moment you want to enter into those higher territories, kwa hiyo wakati unapotaka kuingia katika himaya za, you will encounter them. Lazima utakutana nao. No, some people they don't get this. Kuna baadhi ya watu hawaelewi. I'm saying, ninasema hivi. The moment you start dreaming about entering into higher dimensions of life, unapoanza tu kuwa na njozi za kuingia katika level za juu za maisha, you start thinking and taking steps towards an upgrade in your life. Unapoanza tu kufikiria na kuchukua hatua ya the people that you start mingling with are not of the same level that you were before. Wale watu unaochanganyikana nao si wale wa kiasi kile ambacho just like how it is in the physical, in the spirit it is the same. Kama ilivyo katika ulimwengu wa mwili na katika roho ni vivyo vivyo. The demons that will be sent to you are not the same ones that of the past year. Mapepo atakaotumwa kwako si sawa na wale waliotumwa kwako mwaka uliopita. Every level that you go in life, kila hatua unayoiendea katika maisha, there is also a kind of demonic entities that are assigned against you. Kuna aina fulani ya mapepo unaopewa katika. Let her drink water. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Every level where you go in life, kila kiwango unachoenda katika maisha, there is a level of the demonic entities you are going to fight. Kuna kiwango cha mapepo utakayokutana nayo. So there are people who says me I don't like troubles. Kuna watu wanasema sipendi shida. It is a good decision. Ni uamuzi mzuri.
troubles does not happen to the nobodies. wala shida haziji kwa watu wasio The na maana. simplest way not to encounter any trouble, any problem in life, Njia rahisi ya kutokutana na tabu katika maisha. choose to be a mediocre. Tafadhali chagua tu kuwa mpumbavu. Choose to be a nobody. Chagua tu kuwa mtu asiye na I told you, maana. just ask God to give you bread for Ya- the stomach. Mwambie Mungu akupe tu mkate wa Ask kukutosha. him to give you a place to lay your head. Akupe tu mahali pa Enough. kulala, yatosha. But don't dream about anything else. Usiote mambo makubwa. Then you have no trouble. Kwa hivyo hautakuwa na The tabu. enemy will never come for you Adui hata kuandama. because you have no impact against him. Maana wewe hauna ushawishi dhidi You have yake. no issue. You don't threaten him Wala anyhow. hautiishi kwa vyovyote You vile. are not a threat to his Wewe territory. sio tishio katika mahima yake. Normally, Satan does not invest on people that are Adui nobodies. haekezi katika watu ambao hawana chochote. If you are nothing, Kama wewe ni kitu if you're kile, nobody, wewe sio mtu. if you are going Wewe nowhere, hauendi popote. if you have no Wewe dreams, hauna mdoto. I want to tell you, keep on sleeping. Nataka kuambia tafadhali endelea He will kulala. not come to disturb Hata you. kuja kukusumbua. At the moment you start dreaming, Lakini ukianza kuota, dreaming beyond the kuota zaidi expectations, ya matarajio yako, they will come after you. watakuja na kukuandama. The village people will come. Watu wa kijijini The watakutafuta. people you never heard of, Watu they will ambao come. haukuwajua watakuja. The people who were close will rise. Sio watarajia watakuja. Even those that you believe to be Hata good, ulioamini watakuwa they wema. will start turning against Wataanza you kuinuka dhidi yako. because you're breaking the Kwa sababu record. unavunja rekodi. Because you're going against Kwa their sababu will. unaenda kinyume cha Because you're mapenzi going yao. against their Kwa plans. sababu unaenda kinyume cha Some mipango people, yao. they will love you when you're nobody. Watakupenda wakati wewe sio kitu. Some people can be friends to you when you are nothing. Wengine watakuwa marafiki wakati But hauna when you try chochote. to ascend, Ukianza kupanda when you juu, try to change your ukianza lifestyle, kubadilisha maisha when you yako, try to change your ukianza lifestyle, kubadilisha maisha yako, when you want to change the way you were kwenda using, unavyoenenda, they will start hating you. wataanza There kukuchukia. are people that celebrate your poverty. Kuna watu wanafurahia umasikini There are wako. people that celebrate your Kuna sicknesses. watu wanafurahia ugonjwa wako. There are people that celebrate you because you're Kuna down. watu wanafurahia maana uko If chini. you want to know, that is the Kama BFF. unataka kujua huyo ni rafiki wa kweli, Try to do something different. jaribu kufanya kitu cha utofauti. I know there are people who say, Najua kuna watu wanasema this is my best friend huyu ni forever. rafiki yangu wa No, it's milele. because you are nothing. Ni kwa sababu wewe Dare sio to kitu. dream big. Dare to dream Jaribu big. kuota kwa ukuu. And see if that friend will remain Uone there. kama huyo rafiki atasalia. And see if they'll still clap hands for you. Uone kama bado watakupigia And see makofi. if they'll keep on Uone celebrating kama you. bado They watakusherehekea. are celebrating you because you're nothing. Watakusherehekea maana wewe sio kitu. So if you want to go Ukianza high, kwenda juu, forget about people. sahau watu. Forget about celebrations. Wasahau Forget kusherehekea. about people clapping for Sahau you. watu kupigia Forget makofi. about pleasing people. Wasahau kufurahisha Keep watu. walking. Endelea Tell your neighbor, kutembea. keep walking. Endelea kutembea. Even if you turn behind Hata ukigeuka and you nyuma, see no one is walking with you, yote atembei it nawe. is okay to walk alone. Ushatembea peke As yako. long as you're going towards your Unaenda destiny. katika hatima yako. As long as you're going towards where God wants you to Mahali go. Mungu anataka uende. There are days you walk alone. Kuna siku utatembea There are days they mwenyewe. will not Kuna understand you. siku There are hawatakuelewa. days they won't want to hear you. Kuna siku hawatataka It is kukusikia. okay to be Ni misunderstood. sawa kutoeleweka. The results. Matokeo, The results. Will matokeo explain to them. So yatawadhihirishia. keep doing. Tell your neighbor, keep doing. Endelea kutembea. Amen. They misjudged Jesus. Walikosa kumwelewa Yesu, They called him a lead demon. wakamuita kiongozi wa mapepo. Who are you? Sembuse wewe. Jesus, Yesu, the Son of God. mwana wa Mungu aliye hai, A pure lamb. yaani mwanakondoo mtakatifu. They called him Walimuita all sorts of names. majina ya aina yote. Why do you want them to call you only good names? Nauliza, mbona unataka wakuita majina mazuri? In the spiritual realm, Katika ulimwengu wa in kiroho, spiritual walk, katika safari ya those kiroho, things does not apply. mambo yale hayataonekani. You will test hatred. You Utapitia will test kuchukiwa, discouragement. utapitia kuvunjika You moyo, will see people who wants to pull you down. utaona watu wanaotaka kukushusha You will chini, see people hating you for no utaona reason. watu wanakuchukia bila sababu. It is okay. Ni sawa. The results Matokeo will make them understand. yatafanya waelewe. Sometimes it's not even good to tell everyone where you're going. Wakati mwingine usiambie watu kila mahali unapoenda. When you reach, they will know where you are going. Ukifika wataelewa unapokwenda. You didn't get it. Hujaelewa. Sometimes. Wakati mwingine Don't tell everyone where you're going. usiwaambie kila mtu mahali unakokwenda. When you reach Ukifika the destination, hatima, they will know that you're wataona umefika.
When the sons of Israel, wana wa Israeli when they entered the promised land, walipoingia nchi ya ahadi, everyone knew that they have kila come. mtu alijua The wamefika. Bible says Jericho was tightly Maandiko yanasema closed Yeriko ikafungwa. because they knew that these people are close now. Walijua hawa watu These wamekaribia, people have come to hawa take watu their wamekuja territories. kuchukua himaya yao. So they were trying to protect themselves. Wakajaribu kujizingira. When you arrive, Ukiwa umefika, they will know. utakapofika watajua. When you're about to enter the promised land, Ukiwa karibu kuingia katika nchi ya ahadi, battles escalate. vita vinaongezeka. Number 2, Ya pili, when you start dreaming big, ukianza kuota kwa ukubwa, battles escalate. vita vinaongezeka. Number 3, Cha tatu, when it's your time for announcement, wakati wako wa kutangazwa ukifika, battles will escalate. vita vitaongezeka. You remember the other day I told you. Kumbuka siku ile niliwaambia, It was heaven that announced Jesus. mbingu ikamtangaza Yesu. God himself said, "This is my son, Mungu mwenyewe akasema, huyu ni the mwanangu one that I'm pleased with." ninayependezwa naye. He announced him. Akamtangaza. That time the devil was waiting for him in the wilderness, Adui alikuwa anamsubiri jangwani, looking for a way to pull him down. akitafuta namna ya kumwangusha. When your announcement has come, Wakati wako wa kutangazwa ukifika, a lot of snares will be sent to you. kutakuwa na mitego mingi A itakayotumiwa. lot of temptations. Kutakuwa na majaribu mengi. A lot of trials. Kutakuwa na majaribu A mengi. lot of things you will go through. Vitu vingi vitatumwa Because the kwako. enemy does not want you to take over. Adui hataki ukatawale. So when the battle goes high, Vita vikienda juu, the Bible says, maandiko the yasema, Spirit of the Lord Roho wa Bwana raises the standard. anainua viwango. Now some of you, Wengine when wenu, the battle is so strong, vita vikiwa vikali, you say, I better die. unasema heri nife, I better follow my mother heri nimfuate mamangu who died years aliyekufa ago. miaka iliyopita, I better give up. heri nikate tamaa, Let me just stop doing this. acha niacha kufanya hili. When the battle goes high, Vita you vikiongezeka, go higher. unaenda juu You do zaidi, not give up. haukati tamaa. The Bible says the Spirit raises the standard. Biblia inasema Roho anaongeza viwango. Which standard do you need to raise? Wewe unafaa kupandisha viwango Raise vipi? the standard of your prayer. Ongeza viwango vya maombi In terms of hours, katika masaa, in terms of frequency. katika muda mwingi. This is why the Lord said Mungu akasema, yesterday, now start praying for the watch hours. akasema anza kuomba katika malango ya muda, The gates of time. katika malango ya muda, Take hold of the gates of time. ukaweze kumiliki malango ya muda. That is in terms of frequency. Hiyo ni katika kuongeza muda wa How maombi. often are you going to pray? Unaomba kwa mara nyingi kiwango Because kipi? he knows the enemy now is looking for you every time. Anajua adui anakutafuta kila He's wakati. now standby to stop you from going Sasa forward. anataka kukuzuia usisonge mbele. The only way is to keep the fire burning. Njia peke yake ni kuweka moto The Lord ukiendelea. told Moses, Mungu akamwambia Musa, make sure the lampstand in the tabernacle hakikisha kwamba mnara wa never taa burns off. katika madhabahu Keep it haijakuwa. burning 24/7. Endelea moto ukaendelea When you kuteketea masaa start 24 siku burning 7. non-stop, Ukiendelea kuteketea masaa the enemy 27 will siku, find a way to destroy adui you. hatapata jinsi ya kukuzuia. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. This is why Ndio maana you need to start praying lazima uanze kuomba in all the gates of the hour. katika malango yote ya Now muda. the second gate Ya pili, of time that you need to pray muda wa pili ambao unafaa kuomba is from 9 p.m. to 12 midnight. kuanzia saa 3 usiku hadi saa 6 usiku. Praise God. Bwana Yesu In asifiwe. Exodus chapter 3 verse 21 to 22, Katika Kutoka 3:21 hadi the 22, Bible says, Biblia yasema hivi, and I will cause the Egyptians to look favorably on you. nami nitawafanya Wamisri wakaonyeshe rehema, They will give you gifts when you go, so you will not leave empty-handed. watawapa zawadi, kwa hivyo mtakapotoka mtatoka mikono mitupu. Every Israelite woman will ask for the article of silver and gold and fine clothing from her Egyptian neighbors and from foreign women in their houses. Kila mwanamke Mwisraeli ataitisha vyombo vya dhahabu na mavazi kutoka kwa majirani wake. You dress your sons and daughters with these, striping the Egyptians from their wealth. Mtawavika wana wenu kwa mabinti wenu, nanyi mtawateka nyara wa Misri. Now this is the hour that God was sending the Israelites to Egyptians to take. Ndio Mungu aliwatuma Waisraeli katika hili lisaa kwa Wamisri kuweza kuteka nyara. From 9 p.m. to 12 midnight. Kuanzia saa 3 hadi saa 6 usiku. What do you have to pray for? Unafaa kuombea nini? Pray for favor. Ombea kibali.
Pray for favor. Ombea kibali. Say, Lord, Mwambie Bwana, whoever I encounter, yeyote nitakayekutana whoever naye, I come across, yeyote nitakayekutana naye, anyone that I'm going to do business deal with, yeyote nitakayefanya biashara naye, anywhere I'm going to enter, popote nitakapoingia, let your favor go with me. kibali chako kiandamane nami. That's number one. Ya kwanza. Number two, Ya pili, the authority. You ask God for the grace unamwomba Mungu neema to take wealth from the kingdom of darkness and to the kingdom of God. kuchukua utajiri kutoka ufalme wa giza kuleta katika ufalme wa To nuru. give you a business idea that will bring wealth from the kingdom of darkness to the kingdom of Akupe God. wazo la kibiashara ambalo litatoa utajiri kutoka kwa ufalme wa giza kuleta katika ufalme wa A nuru. unique idea that will bring them to come to you. Wazo kipekee ambalo litafanya waje kwako. That is the second watch of the day. Katika lisaa la mlango la pili katika siku. A third watch Katika mlango la tatu la from muda. 12 midnight to 3 a.m. Kuanzia saa 6 usiku hadi saa 9 alfajiri. Now this is the hour that darkness operates. Ndio lisaa ambalo nguvu za giza linafanya kazi. Do we have any witch here who wants to testify? Tuko na mtu hapa mchawi anataka kushuhudia. I'm just joking. Praise God. Okay, anyone who used to be a witch and then you left, you want to testify? Labda ulikuwa mchawi na sasa uliacha, unataka kushuhudia. Okay, anyone who ever went to witch doctor and they gave you instructions on Yeyote aliyeenda kwa wachawi na wakafuatia she wants to maelekezo. say something. Why are you surprised? Do you want to tell me that Jesus took you all from being a saint? Unataka kuniambia Mungu aliwatoa nyote mkiwa ati nyinyi ni watakatifu tu? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nikiwa na miaka 4 When I was 4 years, nilishawahi kutoa ushuhuda hapa. I once testified. Ilikuwa ni kati ya saa 6 mpaka saa 9. It was between midnight and 3 a.m. Familia nzima The whole family. ya tukiwa watoto 13 We were 13 children. na dada zangu ni wakubwa sana. I have elder sisters. Mimi ni mdogo. I am young. Kwa hiyo kulifanyika kama sherehe fulani There was a party ya Rombo in Rombo. ya kiasili. Mambo Mungu anaona. God is watching you, Let's Rombo go. people. Kwa hiyo tulikusanyika wote pale. We all gathered. Alafu kulikuwa na wazee, And there were kulikuwa na elders. watu There were people. wanaimba nyimbo za asili, They were singing songs. wanakunywa, They were drinking. wanachinja, wanakula. And they were slaughtering and eating. Kwa hiyo 12 midnight to 3 a.m. yes. Kwa hiyo tulianza kuwekwa ndani saa 12 jioni. We were told to stay in from 6 in the evening. Kwenye nyumba ya nyasi Inside the attached house. ambayo ilikuwa ina moshi mkubwa sana. Walikuwa wanachoma viazi vinaitwa kikwa. They were roasting potatoes called kigwa. Yes. Ilipofika saa 6 When it got to around midnight, tulitolewa nje. we were taken outside. Tukaa tunazunguka ile nyumba. We were going round that Huku house ngoma zinapigwa, as they were playing drums, huku anaimba. as they were singing. Tulikuwa tunazunguka tukiwa uchi. We were walking naked. Kuanzia mkubwa, kumbuka mimi nilikuwa mdogo, lakini kuna wakubwa. I was young, but there were those who were elderly. Lakini wote tulikuwa tunazunguka tukiwa watupu. All of us, we were naked. With the elders. Yes. Yani elders sisters. With the Kwa elder hiyo tukaa sisters. tunazunguka ile nyumba mara 9. We went round Mara that saba, house mara saba. 7 times. Tukaa kuna ngoma inapigwa na wimbo unaimbwa. And the drums were being beaten and there was Tukaa a song. tunazunguka kile kibanda. And we were going round that thatched Tukifika house. pale kwenye lile lango, When we get to the door, tunafanya hivi. we kneel with Alafu one knee. tunanyanyuka. And then we rise. Tunaendelea kuzunguka. And then we continue. Ilipofika mara ya 7, When it got to the 7th time, kuna bibi alikuwa amekaa kwenye there lango. was an old woman seated at the door. Alikuwa amechanganya mbaazi That she had mixed kwenye ungo. lentils inside a pot. Yes, na choroko. And mung beans. Kwa hiyo ulikuwa ukifika pale, When you get there, unachambua, you start picking. unatenga zile mbaazi 7 You take 7 lentils kwenye mkono mmoja in one hand na choroko 7 and mung beans in the other kwenye hand. mkono mwingine, In another hand. alafu ndo unaingia ndani. Then you enter. Ilikuwa ni huo muda, That time. na ulikuwa uruhusiwi kulala. And there was Yani no ukiwa sleeping. unasinzia unachapwa. When you try to slumber, you are beaten.
lakini namshukuru Mungu. The Lord has delivered her. Baada ya kujoin hapa, After coming here, nilifunguliwa nikiwa mlimani. I was delivered when I was at the mountain. Na nilikuwa hata sikumbuki. I could not remember. A prophetess alikuwa naomba. Prophetess was praying. Nilianguka chini. I fell down. Nakumbuka nilikaa kama masaa mawili mama. I was without conscious for around 2 hours. Nikaa napitishwa huko. I was taken through that ordeal. Mtu amkuja na vazi jeupe ananiondoa. I was shown someone with a white garment coming to remove me. So namshukuru Mungu. I bless the Lord. Amen. Glory to Jesus. Clap your hands to Jesus. Mpigie Yesu makofi. Some of you have done worse. Wengine mmefanya hata mabaya zaidi. You just pretend there. Mko hapo tu mnajifanya Some of you wazuri. have eaten meat of people. Wengine mmekula nyama za watu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Now I want you to ask yourself, Naomba ujiulize, why 12 midnight to 3 a.m.? kwa nini saa 6 usiku hadi saa 9 alfajiri? Why not before? Mbona sio kabla ya hiyo? Why not during noon? Mbona sio mchana saa 6 mchana? Now let me give you a secret. Naomba nikupe How siri. many of you want to overcome the powers of witchcraft in Wangapi life? mnataka kushinda nguvu za You uchawi want katika the maisha? witches to be destroyed and anyone who is fighting against you to be destroyed. Wachawi wanaopigana dhidi yako waweze kuangamizwa. That hour, Lisaa hilo don't sleep usilale for these 3 months. kwa miezi hii mitatu. That's a time when the witches are distributed to Ndio go and perform whatever they are doing. wakati wachawi wanatumwa waende wakafanya wanachofaa kufanya. That's when they are sent to come and destroy you. Ndipo wanapotumwa kuja kukuangamiza. Now imagine the time that they are sent to destroy you. Wanapotumwa kukuangamiza, They find you in a state like you are sleeping, telling them, do unto me what you want. unakuta umelala, unawaambia nifanye mnavyotaka. That's the reason most of you when you wake up in the morning you have been farming 10 acres. Ndio maana wengine wenu mnapoamka asubuhi umetoka kulima eka 10. And when we tell you do this simple work, I can't do. Tukikwambia fanya hivi unasema siwezi. Why you are a big farmer and you farm with your hands. Wewe ni mkulima hodari katika ndoto zako unafanya ukulima kwa When we mikono. tell you can you wash these dishes? Tukikwambia osha I vyombo. don't know how to wash. Sijui kuosha. I didn't mention names here. Sijataja jina la mtu. Let me move this side too. No, there is another one I saw. Kuna mwingine nimemuona. Let me move to this side. When we tell you do something small, you say, hey, even here. Hata hapa nimeona mtu. Here, there is someone, she didn't know how to cook tea. Hakuwa anajua kupika chai. She didn't know how to cook tea. Hakuwa anajua jinsi ya kupika chai. Grown up, she cooked tea, she kept garlic. Yaani Why are you laughing? mtu alipika chai akaweka saumu, kitunguu saumu And tea bags. And tea. na akaweka majani chai And water. And what else? maji And carrot. akaweka carrots, In the tea. fried tea. Yani alipika chai ya kukaranga. This life we are coming from far. Watu Now- wametoka mbali. Now is the mother of children. Sasa ni mama ya watoto. Isn't God good? Je, Mungu si mwema? Haleluya. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. So when you come to the physical, you say, I cannot do this. Kiasili unasema siwezi fanya hivi. But you're the one who is carrying a lot of luggages, heavy ones in the Wewe marketplaces. ndio unabeba mizigo mikubwa kule kwenye soko za watu usiku. Because when they come, they find you ready. Maana wakija wanakupata uko tayari. There is nothing to prevent them from using you in Hakuna any kinachowazuia wakutumie. Some of you have been sent to witchcraft missions. Wengine mmetumwa hata kwenye tume za kipepo. And you didn't know where you were going. Hamkujua mnaenda wapi. Some of you are flying with them. Wengine hata mkawa mnapaa na wao. Some of you, I don't know where you have been sent. Sijui ulitumwa wapi. Because when they came, Maana walipokuja at their work time, their active working hours, wakati wao wa kufanya kazi, they found you sleeping. walikupata The umelala. Bible says when they slept. Biblia inasema walipolala. Matthew
13:25. Mathayo 13:25. While men slept, the enemy went to sow tares. Watu walipolala adui akapanda magugu. And this is the time that when you dream, Ndio wakati unapoota, the dreams are so sweet. ndoto ni tamu, Everything is beautiful. kila kitu ni You kizuri, don't want anyone to disturb you. hutaki yeyote You akusumbue, think it's a normal sleep. unadhani ni usingizi wa And even kawaida. when they try to wake you up, can you rise up and pray? Wakijaribu kukuamsha You say, tuombe, no, I had a busy day. unasema nilikuwa nimechoka, Let me rest a bit, I'll wake up naomba later. nilale, nitaamka baadaye, Not knowing that at that time, pasipo kujua kwamba wakati ule it's not a time to sleep. sio wakati wa It's kulala, a time to wage war in the ni spirit. wakati wa kupiga vita katika ulimwengu wa kiroho. When we do prayer walks in town, Tunapotembea katika miji, in this city especially, katika mji huu haswa, most of the time when we did at this time, wakati mwingine tulipofanya katika mida hiyo, that's when we find people burying things outside their shops. tutapata watu wanazika vitu katika milango ya duka zao, It's their work hours. maana ni muda wao wa kufanya kazi. They're doing sacrifices outside their businesses. Wanatoa dhabihu katika biashara zao, It's active working hours. ni wakati wao wa kufanya kazi. That's when the witch are busy, are released to work. Pale ndipo wachawi wanafunguliwa kufanya And kazi. mind you, they have only 3 hours Wana masaa matatu to make sure they fulfill their missions. kuhakikisha wanatimiza tume lao, 3 solid hours. yaani masaa matatu mazuri, And they don't mess up with those na hours. wala hawachukulii muda ule kwa They mchezo. make sure they use them effectively. Wanahakikisha wametumia kwa kina. If you want to gain spiritual muscles, Tafadhali, kama unataka kupata misuli ya kiroho, if you want to rise up in spiritual kama warfare, unataka kuingia katika vita vya kiroho, this is the time to be aware. haya ndiyo masaa ya kuwa macho, This is the time to contend. ndiyo masaa ya kupigana vita. Imagine you now know, Sasa you unajua, have been given information umepatiwa taarifa, that a thief will come to your house at 12 midnight mwizi atakuja kwako usiku wa manane to steal things from your house. kuiba vitu nyumbani kwako. In physical, will you sleep? Kiasili utalala. Now they just tell you, Wanakuambia we have informations. tuna taarifa, At 1 a.m. saa 7 asubuhi there are robbers that are coming to your house. kuna wezi watakuja kwako. Will you sleep? Utalala. Now, what more of the spiritual things that people are stealing? Na je, mambo ya kiroho ambao watu wamekuibia? One thing you don't know Cha kwanza kitu jui, is that when they steal things first in the spirit, wanapoiba vitu katika roho, they first steal in the spirit wanaiba kwanza rohoni before it manifests in the physical. kabla mambo yadhirike katika ulimwengu wa That job kiasi. which you lost it first in the spirit. Kazi uliyoipoteza ulipoteza rohoni kwanza. Whatever you lost first in the spirit. Chochote ulichokipoteza ulikipoteza rohoni kwanza. You lost first in the spirit before the Ulipoteza physical. rohoni kwanza kabla ifanyike If we kiasili. try to question you, Tukijaribu kukuuliza you maswali, tell us the kind of dreams you were dreaming utatueleza ndoto ulizokuwa 6 unaota months before, miezi misita, 3 months kabla, before, miezi 3 or kabla, a year before. ama mwaka kabla, And when it was maybe 2 months before or 1 month before, mwaka mmoja ama mwezi mmoja you kabla, will tell how dreams were being repeated daily ndoto zikawa zinajirudia kila siku or maybe weekly. ama hata kila Because the wiki. closer you come to danger, Maana unavyokaribia the more the Lord hatari, will find a way to notify ndivyo you Mungu anavyokujulisha that something is about to happen kwamba kitu kinataka kutendeka which is not right. ambacho sio sawa. This is the hour of warfare. Hilo ndio lisaa la vita. Praise God. Bwana Yesu In asifiwe. Judges chapter 16, Waamuzi 16 verse 3 to 4, kuanzia mstari wa 3 it hadi wa was 4. that time that Samson went and broke the gates. Ndio wakati ule of Samsoni Philistines. alienda akavunja malango ya He Wafilisti. broke them down at that time. Akavunja wakati If you ule. want to possess greater Kama gates, unataka kumiliki malango makuu, this is the hour to be awake. hilo ndio lisaa la kuwa If macho. you want to enter into Kama greatness, unataka kuingia kwa ukuu, this is the hour to hilo ndio pray. lisaa la kuomba. It's not the time to sleep. Sio wakati wa kulala. Praise God. Bwana Yesu In asifiwe. Exodus 12, Katika Kutoka 12 verse 29 to 30, kuanzia mstari wa 29 hadi 30, the Bible says, maandiko yasema, and that night at midnight, usiku ule wa manane the Lord struck down all the firstborns of Egypt. Bwana akawaua wazaliwa wa kwanza wote wa Misri. You will continue. Utaendelea That the hardest strike from the Lord ya kwamba kichapo kikubwa kutoka kwa Mungu to Egypt kwa Israeli happened during that hour. kwa Misri ilifanyika lisaa lile.
And that is the time Pharaoh said, Na ndio pale ambapo Farao alisema, call Moses. tafadhali mwite Musa. Tell them, let them go. Waondoke. Leave quickly. Leave in a Ondokeni minute. haraka. Let me give you a secret. Nikwambie siri. If you're struggling with a bondage, Kama unang'ang'ana na if you're kifungo, struggling with any addiction, unang'ang'ana na mazoea fulani, if there is a character that you want to overcome, kuna tabia unataka kushinda, this is the time of freedom. hilo ndio lisaa la uhuru. Wake up and pray against it. Amka uombe dhidi yake. This is the hour to overcome it. Hayo ndio masaa ya It's an kushinda. hour of freedom. Ni lisaa la ushindi. And also it's an hour of victory against your enemies. Tena ni lisaa la ushindi dhidi ya maadui zako. Praise the name of the Bwana living Yesu God. asifiwe. The fourth watch. Lisaa la 4 This is 3 a.m. to 12 a.m. kuanzia saa 9 asubuhi hadi saa 12. Now this time, Lisaa hili all those witches that were coming to do witchcraft, wachawi wote waliokuwa wanafanya uchawi they start running back sasa wanaanza kurudi, because they are instructed. maana wameelekezwa. If you see a witch falling, has crossed the time. Ukiona mchawi ameanguka, ujue amepita muda wake. The time that he was told at this time, run, Aliambiwa masaa hayo, ondoka, go back. rudi. Maybe they delayed in some situations. Labda walichelewa mahali, That's when they fall. wanaanguka. Maybe, and they're told, do not pass this way. Wanaambiwa usipite njia In fulani, that way there is fire. pale kuna moto, They'll catch you, pass this way. watakushika pale, usipitie. Like this hour, no witch can cross here. Lisaa hili hakuna mchawi anaweza akapita hapa juu. They will go around this building, Na wanaweza outside the fence, nje ya but ua, they cannot cross. lakini hawezi wakavuka. If you think if you think it's not true, try to Ukidhani- call your village people to cross Tafadhali wapigie watu wa kijijini kwenu waje wapite hapa sasa hivi, and see if they will fly here. uone kama watajaribu kupita hapa. They will not. Hawawezi. You know why? Wajua kwa nini? Because this hour there is fire. Lisaa hili kuna moto. So this time they are going back. Wakati huo sasa wanarudi. Now at that time, Katika yale masaa it's also the time of sunrise. ni wakati wa jua kuweza It's also the time that angels are released to come and minister to you. malaika vile vile wanatumwa kuja kukuhudumia. This is the time an angel was sent to the graveyard. Ndio wakati malaika alitumwa kaburini. When the disciples, those women, they found him Wanafunzi walipompata wale wanawake during this time. katika haya masaa. This time, Haya it's masaa time to pray and activate angelic ni beings. wakati wa kuweza kutuma malaika wafanye kazi. For them to be activated to help you. Wafanye kazi na kukusaidia. This is the time to call clients. Ndio wakati wa kuita wateja. This is the time to call for the blessings of your business. Ndio wakati wa kuita baraka katika biashara All zako. the calculations in the spirit, they are done at this hour. Hesabu zote katika ulimwengu wa kiroho zinafanyika wakati huo. Now you wake up at 8 a.m. Wewe unaamka saa 2 asubuhi. Not 8. You open your shop at 10. Unafungua duka lako saa 4 And that's when asubuhi. you wake up. Na ndio umeamka. And that's when you start praying. Unaanza kuomba. Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Then Yesu. all the clients in this city come to my Wateja business. wote katika biashara Where are they going to come from? watatoka wapi? All of them, they have been commanded by the people at that hour. Wameishaamuriwa katika lisaa lile. When you were sleeping. Ukiwa umelala, This is a very sensitive gate. hili ni lango la maana But sana. also, Vile vile, because they are flying back, maana wanarudi. this is the time to declare judgment over Ndio your wakati wa enemies. kuweza kuamua kutuma hukumu juu ya adui I zako. gave you the weapon. Nilikupa silaha. Psalms 35. Zaburi 35. A fifth watch. Lisaa lile la 5. A fifth watch. Lisaa lile la mlango ule wa 5. 6 a.m. to 9 a.m. Kuanzia saa 12 hadi saa 3 asubuhi. Proverbs chapter 4, 15 to 16. Mithali 4:16 hadi 15 hadi The 16. Bible says, Yasema, for the wicked, the evil people can't sleep until they have done their evil deed for the day. They can't rest until they have caused someone to stumble. You see how they do? unaona They wanavyofanya? don't sleep until they have finished their mission. Hawalali hadi watakapotimiza tume lao. Psalms 5 verse 3. Zaburi 5 mstari wa 3. In the morning, Lord, hear my voice. Asubuhi Bwana asikia sauti In yangu. the morning, I lay my requests before you and wait expectant. Asubuhi nalipiga dua yangu na kukutazamia. This is the time to send your requests. Ndio wakati wa kutuma ombi lako na mahitaji yako. Lamentations 3:22 to 23. Maombolezi 3:22 hadi 23. Your steadfast love of the Lord never ceases. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning.
So you have to pray for God's mercies over your life. Lazima umwombe Mungu rehema zake juu ya maisha yako. Psalms 118 verse 24. Zaburi 118 mstari wa 24. Pray for the gladness of the Lord to be upon you. Ombea furaha ya Bwana iwe juu yako. You read at yourself at your time. Psalms 143 verse 8. Zaburi 148 mstari wa Zaburi 143 mstari wa 8. Isaiah 40 verse 31. Isaya 40 mstari wa 31. Psalms 119 verse 105. Zaburi 119 mstari wako wa 105. Pray for the light of the Lord to go with you. Omba mwanga wa Mungu kutangulie. Thy word is a lamp unto my feet, Neno lako ni mwanga katika njia and the zangu light unto my path. na taa katika miguu yangu. Sixth watch. Lisali mlango ule wa 6. That is 9 a.m. to 12 noon. Kuanzia saa 3 hadi saa 6 mchana. This is the time that people are active at work. Ndio wakati watu wanafanya kazi. Pray for the strength to work. Omba nguvu ya kufanya kazi. Pray for the wisdom to work. Omba hekima ya kufanya kazi. Pray for the revelation of God. Omba ufunuo wa Mungu. Pray that your work be favored. Omba kazi yako ipate kibali. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. And then let's go to another watch. Tuingie katika mlango mwingine wa muda. A seventh watch. Mlango ule wa 7. 12 noon to 3 p.m. Kuanzia saa 6 mchana hadi saa 9 jioni. Alfajiri. Matthew 27 verse 45 to 52. Mathayo 27 27 45 to 52. kuanzia 45 hadi 52. This is the story that talks about the death of Jesus. Ni hadithi ambayo inaongea kuhusu kifo cha Yesu. It's an hour that Jesus died. Ni lisaa ambalo Yesu alikufa. It's a watch hour. It's a gate that Jesus died. Ni mlango wa muda ambapo Yesu alikufa. But the Bible says, Biblia sema verse 51. mstari wa 51. At that moment the curtain in the sanctuary of the temple was torn into two. Wakati ule Pazia pazia la hekalu likapasuka mara mbili. From top to bottom. Toka juu hadi chini. Number 2. Ya pili. The earth shook. Na pakawa na mtetemeko wa ardhi. Rocks split apart. Miamba ikapasuka. Number 3. Ya tatu. The tombs were opened. Makaburi yakafunuka. Number 4. Ya 4. The bodies of many godly men and women who had died were raised from the dead. Ikainuka miili ya watakatifu waliolala. If you're praying for your spiritual eyes to be open, Kama unaomba macho yako ya kiroho yafunguke. this is the good gate. Huu ndio mlango mzuri. Number 2. Ya pili. If you're praying for deeper revelations, Kama unaomba ufunuo wa ndani. this is the gate. Huu ndio mlango. Number 3. Ya tatu. If you are dealing with family foundations, Kama unashughulikia misingi ya if there kifamilia. are issues in your family, Kama kuna matatizo katika there are familia. spirits in your family, Kuna roho katika there familia. are diseases in your family Kuna magonjwa katika that have familia been moving from generation to ambayo generation. yamekuwa kienda kutoka kizazi moja hadi This is the kingine. good gate to pray. Huu ndio mlango mzuri wa Don't kuomba. forget this gate, Usisahau huu mlango. because at this gate foundations are being Maana shaken. katika huu mlango misingi inatikiswa. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. It's a time to shake the Ni foundation. wakati wa kutikisa misingi. If you are experiencing, you're having dreams of death, Kama unaona ndoto za kufa, you see yourself in the coffins unajiona kwenye kaburi like you're dead, kwamba umekufa, you see accidents, unaona ajali, like there are graveyards that want to swallow you, ni kama kuna makaburi yanataka kukumeza, you pray unaomba graveyards to be open, ya kwamba makaburi and you will not yafunguke experience death na again. hautakutana na I mauti mean, tena, you will not see death around you hautaona again. mauti tena yakuzunguka. It's a very sensitive hour. Ni lisaa la maana The sana. last watch, Mlango wa mwisho, this is a fourth watch, an eighth watch, mlango ule wa 8, from 3 p.m. to 6 p.m. kuanzia saa 9 jioni hadi saa 12 You will jioni. read at your time, Utasoma kwa muda but wako, I'll tell you the story. nitakwambia hadithi. 1 Kings 18:29 to 38. Wafalme wa kwanza 18 kuanzia 20. Elijah calls people to Mount Carmel Elia anawaita watu mlima Karmeli to do a sacrifice. kutoa dhabihu. He wanted to portray how big is his God. Alitaka kuonyesha Mungu wake alivyo mkuu, So he calls them. akawaita They gather.
wakakusanyika, they do a sacrifice. wakatoa dhabihu. If you go there at the end, Ukienda pale mwisho, when the fire of the Lord fell from above, moto uliposhuka kutoka he mbinguni, says, now catch all the prophets of Baal. akasema washike sasa manabii wote wa And Baali, he slaughtered them. akawaangamiza. This is the time of judgment to your Huu enemies. ndio mlango wa kuhukumu maadui zako. If you want the fire to fall, Kama unataka moto ushuke, if you are dealing with covenants, kama unashughulikia maagano, bloodline covenants, maagano katika damu ya familia and blood covenants na maagano ya damu that you ever made, yoyote uliofanya, this is the gate hili ndiyo to lango, call on the fire kuita moto to fall on the altar, kuanguka kwenye that madhabahu they can be consumed. ili wakaweze That kuteketezwa. any sacrifice which they made, Dhabihu yote waliotoa, the sacrifices of animals, dhabihu za wanyama, the sacrifices of birds, dhabihu za ndege, the sacrifices of human beings. dhabihu za wanadamu. Nowadays, it's very open. Now we know. How many of you know people sacrifice Wangapi people? wanajua siku hizi watu wanawatoa watu kama And if dhabihu? you're not strong, they will sacrifice you. Kama wewe sio hauna nguvu, basi watakutoa dhabihu. The world is a playground. Dunia ni mahali pa mchezo, It's a place to demonstrate powers. ni mahali pa watu kudhihirisha nguvu. There are two types of powers. Kuna nguvu aina mbili, The power of God nguvu ya Mungu and the satanic power. na nguvu ya shetani. So this is where they portray their powers. Hapa ndipo wanapodhihirisha nguvu zao. So if you're weak, Ukiwa mdhaifu, expect to be a prey. tarajia kuwa mawindo. I want you to rise. Naomba tusimame. Watch these hours. Tafadhali kuwa mwangalifu katika malango haya ya Watch these muda. gates. Tazama malango haya ya But the Lord muda. might tell you to pray after every hour. Bwana anaweza akakwambia uombe baada ya kila lisaa. Put an alarm and pray. Tafadhali eka alarm na uombe. All the time pray. Kila wakati omba. Don't just sit. Don't just be silent. Tafadhali usinyamaze tu. Because the battle now, everyone is fighting me. Sasa kila mtu anapigana dhidi yangu. Now everyone is going against me. Kila mtu ananinukia. Me, I am happy. Mimi nina Because furaha. now you know the reality. Sasa unajua uhalisi. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Because you have touched sensitive places in the spirit. Maana umeguza mahali ambapo ni pa maana katika That ulimwengu wa is the kiroho. call to ascend, not the call to sleep. Ule ni mwito ili ukaweze kupanda, sio wakati wa That's a kulala. call for you to go higher in the Ni spirit. wakati sasa uende juu katika roho. It's a call for you to pray more. Ni wakati uombe zaidi. Joshua 21:45. Yoshua 21:45. Bring it up. Naomba tu Joshua ilete. 21:45. Yoshua The 21:45. word that God gave us this year. Neno ambalo Mungu alitupa mwaka huu. None of the good promises of God Hakuna ahadi yote nzuri ya Mungu over the house of Israel kwa nyumba ya Israeli failed. iliyoanguka. All of them, Ahadi zote, each one of them ahadi zote was fulfilled. zilitimia. The enemy knows. Adui anajua, The enemy knows adui anajua that this year mwaka huu God is about to fulfill your promises. Mungu yuko tayari kutimiza ahadi He zake. knows you're about to take over. Anajua uko tayari kutawala. He knows that you are willing to take it. Anajua wewe mwenyewe umeamua He kuchukua. knows you are intentional when it comes to this. Anajua kwamba sasa umekusudia. That's why you went into a 40 days of fasting Ndio and maana prayer. ukaingia katika siku 40 za kufunga na kuomba. When you finish 40, we are going for 10. Tukimaliza 10 tunaingia katika 40 tunaingia 10. When you finish 40, you are going for 10. Tukitoka 40 tunaingia 10. I repeat, when you finish 40, you go for 10. Ukimaliza 40 unaingia 10. Good. Then you will go again. Kisha utaenda zingine tena. Again and again. Tena. And the Lord will be instructed. Bwana atatoa But I am anatuelekeza. sure the minimum is 90 days. Ninajua kwamba chache za kidogo chache. That one I am sure of. Ninaamini hivyo. That's why because you are intentional. Maana umekusudia. Because you are tired of your situation. Umechoka na hali yako. Because you don't want to remain in the same place. Hutaki kubaki mahali pale. So now you are going further and ahead. Unasonga mbele tena mbele You zaidi. decided to sacrifice yourself. Umeamua kujitoa kama dhabihu. You are here every evening. Uko hapa kila You jioni. leave everything, you come to pray. Unaacha kila kitu unakuja kuomba. Right now, some are snoring already. Sasa kuna watu tayari washasinzia. Every evening you're here to pray. Wewe jioni uko hapa unaomba. It shows that you are intentional. Inaonyesha Now, it umemaanisha. doesn't matter how the enemy will come. Haijalishi adui atakuja vipi. Make sure you rise your standard. Hakikisha umeinua And viwango. this will be our first prayer tonight. Ombi letu siku ya leo ni hili. Lord, raise my standard. Bwana, inua viwango vyangu.
This should be your first prayer tonight. Linafaa kuwa ombi lako la kwanza usiku wa leo. Raise my standard, Lord. Bwana, inua viwango vyangu. My standard of prayer. Viwango vyangu vya maombi. My standard of intercession. Viwango vyangu vya uombezi. My standard of waging war. Viwango vyangu vya kupigana. Lord, raise my standard. Bwana, inua viwango vyangu. Raise my standard. Bwana, inua viwango vyangu. Open your mouth and pray Fungua that. kinywa chako uombe. Lord, raise my standard. Bwana, inua viwango vyangu. Raise my standard, Inua Jesus. viwango vyangu Yesu. Raise my standard, Inua Jesus. viwango vyangu Let me Yesu. go higher. Iende juu. Let me go higher. Iende juu. Let me go to a higher Nikapande dimension. katika viwango Let me vya not juu. remain in the same Nisibaki place. mahali nilipo. The same place I used to be. Nisibaki mahali Let me not be the same person I used to be. kama nilivyokuwa. Let me not walk the same way I used to walk. Nisitembee kama nilivyokuwa. I don't want to be the same again. Sitaki kuwa vile tena. I don't want to remain in the same place. Kubaki mahali I pale. don't want to remain in the same area. Katika maeneo I yale. want an advancement. Nataka kupanda juu. I want to go higher. Nataka kwenda juu. I want to go higher. Nataka kwenda juu. I want to go higher. Nataka kwenda juu. That's why someone sung this song. Hiyo ya mtu akaimba wimbo. Bwana uniinue. Bwana niinue. Lord, lift me up. Bwana niinue. Lord, lift me up. Bwana niinue. Carry me on your wings. Bebe kwa mabawa yako. On your wings like eagle. Kwa mabawa yako. Let me go higher. Niende juu. Let me fly higher. Niende juu. Let me soar higher. Nikae juu. Bwana uniinue. Lord, lift me up. Yesu uniinue. Jesus, lift me up. Lift me, Jesus. Jesus, lift me up. Elevate me, Jesus. Niinue Yesu. Elevate my spiritual experience. Maisha yangu Bwana. Let me go higher. Niende juu. 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 Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Lift me higher. Niwe juu. Let me be higher than my enemies. Bwana niwe juu ya adui zangu. Let me be higher than my tormentors. Niwe juu ya watesi wangu. Let me be higher than my Niwe persecutors. juu ya watesi wangu. Higher than those who torment Mimi me. niko juu ya Lift my wanaonitesa. standard, O Lord. Inua viwango vyangu My Bwana. tongue is not enough. My tongue is not Hivi enough. viwango hautoshi. My tongues are not enough. Hivi zangu Make hazitoshi. them more fiery. Bwana zifanye ziwe na Make moto. them more fiery. Fanye ziwe na Let moto them zaidi. carry fire. Acha zibebe Let moto. them carry fire. Zibebe moto. Let them carry fire. Zibebe moto. Ribrosa katai. Izana mantomokoya. Rekorina masetete. Ezikorana masetata. Jekete henta manana. Ikarana mazekete heta. Erabazakate henta. Jakasakatahanama. Zekerena mazakate hete. Jekesekete heta. Arabazakatahanama. Repazikatahante. Ezikorana marekeseke. Yakazakatahana. Ezinebakatahanto. Zakarana mazekete. Ezikorana mazekete. Jakarena mazekete. Zakarina makandorete. Ebrazakatahana. Yekesekete hete. Ramazakatahanta. Ikorana malakazete. Rekezikatahanda. Ebana mazekete heni. Ezeketi yatahanda raba. Pray in the spirit. Omba katika roho. Zebriatanda rabaka. Eshikarana marekesekete. Can someone pray? Yaramosete. Ibrazakatentai. Rezokotenene maza. Ebrazeketehenta. Iyakana mazeketehe. Rabrozeketiata. Rakozeketiata. Azikerena mazekete. Iyakarana mazekata. Rakorene mazakati. Erikene manananana. There is power in the name of Jesus. There is power. Can you pray better? Omba zaidi. Kona mateata. Jesus rabrosikita. Erekenseketeninana. If you can do better than that. Kama unaweza fanya If you can do better than that. Kama unaweza fanya If you can do better than that. Kama unaweza fanya Rebrosina makanta. Erene mashakatane.
zekenina na mana kanso erekesi karanama erikorina mashekete ezikana marekeseketa zebrazona masika rakona masekeheta in the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. There are two incidences Kuna tukio mbili that I'm capturing in the spirit. ambazo napata katika ulimwengu wa kiroho. The first person that was seated on a chair, Mtu wa kwanza aliyekuwa ameketi kwenye kiti, a stool in the spirit. alikuwa ameketi kwenye kiti, They made you sit on the stool, walikufanya ukaketia kigoda and they transferred their power to you. na wakaleka nguvu zao kwako. They wanted to give you those powers. Walikuwa wanataka kukupa nguvu zile, They wanted to make you a witch doctor. walikuwa wanataka kukufanya uwe mganga, So they ever sat you on the stool. wakakuketisha kwenye kigoda. You know, when they want to coronate a king, Unajua, wakati wote wanataka kumtawaza they mfalme, make them sit on the golden stool. wanaketi kwenye kigoda cha So they dhahabu, made you to sit on that place wakafanya ukaketi pale, because you're so powerful. maana wewe una nguvu sana. And normally when they want to give you their powers and you reject, Kila wakati wakitaka kupa nguvu zao na unakataa, when you reject, normally what do? They frustrate you. ukikataa wanachofanya ni kwamba wanakufedhehesha. So they start frustrating everything around you. Wanafedhehesha kila kitu They'll kilichokuzunguka. frustrate your health. Watafedhehesha afya They'll yako, frustrate your business. watafedhehesha biashara They will yako, touch anything that you do, watagusa kila kitu unachokifanya to make them not succeed, na kufanya kwamba that you may usifanikiwe, remember them wakumbuke and say, maybe I should go back and accept. kwamba ninafikiria labda nafaa kwenda na nikubali. That's the first person. Huyo ni mtu wa kwanza. There is a second person. Mtu wa pili, A second person, you are feeling a heaviness. unahisi uzito There fulani, is a garment of heaviness kwamba kuna vazi la uzito that has been around your life. ambalo limekuwa katika maisha yako. It's not easy to do things. Sio rahisi kufanya It's vitu, not easy to pray. sio rahisi kuomba. There is this heaviness. Kuna uzito huu. That's the second person. Huyo ni mtu wa pili. Now I want us to pray with those people. Nataka niombe na hao watu. Open your mouth and pray for those Fungua people. kinywa chako, waombea hao watu. Pray, pray, pray. Omba, omba, As you omba. pray, the Unapoomba, Lord might locate you too. Bwana anaweza akakupata vile Pray vile. that prayer. Omba ombi hilo. Reject those altars. Kataa madhabahu Reject hayo. them. Wakatae. Reject the covenants. Kataa maagano. Reject the agreements. Kataa makubaliano. Reject anything they did Kataa against kila you. kitu walichofanya In the dhidi yako. mighty name of Katika Jesus. jina la We Yesu. reject your works. Tunakataa kazi We zako. reject your agreements. Tunakataa We makubaliano. reject your covenants. Tunakataa In maagano the yako. mighty name of Katika Jesus. jina la We Yesu. stand by with the blood of Jesus. Tunasanganisha damu ya Yesu. We say this is the only covenant Tunasema ni agano that we pekee. recognize in our lives. Tunatambua katika maisha The yetu. blood of the Lamb. Damu ya mwana kondoo. Not any other covenant. Na damu nyingine. Every other covenant. Kila agano We nyingine. reject it. Tunaikataa. We reject it. Tunaikataa. We reject it. Tunaikataa. We will not serve Satan. Hatutamtumikia We will shetani. not serve the kingdom of Hatutamtumikia darkness. ufalme wa giza. We are the sons of Sisi ni God. wana wa Say, Mungu. I am a son of Sema, God. mimi ni mwana wa I am Mungu. a child of Mimi ni God. mwana wa Mungu. I am a servant of Mimi ni God. mwana wa Mungu. I will serve God alone and Mungu alone. peke yake. In the name of Kwa Jesus, jina la I Yesu. call fire. Inaita moto. Fire. 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 Moto. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. Say in the name of Jesus. Sema katika jina la Yesu. Every garment of heaviness Kila vazi la uzito around my work. katika kazi yangu. Every garment of heaviness Kila vazi la uzito around me. juu yangu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Manifesting as sickness. Kuja kama magonjwa. Manifesting as sickness. Inajidhihirisha kama In the name magonjwa. of Jesus. Katika jina la I Yesu. command you catch fire. Kuamuru teketea. Catch fire. Teketea. Catch fire. Teketea. Catch fire. Teketea. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto.
Every sickness that causes you to be heavy. Kila ugonjwa unaofanya uwe mzito. Release fire, release fire. Acha tuma moto, tuma moto. Every sickness that is making you heavy. Kila ugonjwa unafanya uwe mzito. You didn't have the problem of your feet. Unajua una shida ya miguu. But now you feel, you experience pain Sasa in your feet. unahisi uchungu miguuni. Now you have certain feeling in your feet. Sasa unahisi kitu fulani The miguuni. enemy have touched your Adui feet. ameguza miguu yako. Your feet means dominion. Miguu inamaanisha Your utawala. feet means Miguu territories. yako inamaanisha himaya. Your feet means authority. Miguu yako inamaanisha In the mamlaka. mighty name of Katika Jesus. jina la Yesu. Let the fire burn. Moto Let the ukateketee. fire Moto burn. ukateketee. Let your fire burn. Ukateketee. Burn, Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Burn, Holy Roho Ghost. Mtakatifu. Burn, Holy Roho Ghost. Mtakatifu. Holy Ghost burn. Moto ukateketee. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Nastahili kuwa mudiwa. There are people that now you have problems Kuna watu sasa mna shida, in your feet. mna tatizo katika miguu. The first one, there are those that your feet pains. Kuna watu ambao miguu yenu huuma. Some of you, your feet are itching continuously. Wengine miguu inaasha bila kukoma. Some of you, you experience peeling in your feet, like We- they're peeling. Wengine The wenu ni skin kama is peeling ngozi continuously. inachubuka. Some of you, one of you, you are feeling fire in your feet. Mwingine unahisi moto katika miguu yako. Joshua chapter 1 verse 3. Yoshua 1:3. The Bible says, Biblia sema, wherever the soles of your feet shall tread, popote unyayo wa miguu yako utakanyaga. as I promised Moses, I've given you. Kama nilivyomwahidi Musa nimewapa. Everywhere where your feet steps, Popote mtakapo kanyaga. the soles of your feet steps. Mahali nyayo za miguu yenu itakapo kanyaga. Bring that person. Mlete huyo mtu. Bring her. Bring her. Walete. I'm talking about people that the enemy have tempered with your feet. Naongea juu ya watu ambao adui ameharibu They miguu did yako. witchcraft against your feet. Wakafanya uchawi dhidi ya miguu yako. Have you ever asked yourself, Je, umeishaijiuliza why is it mbona that the witches, when they want something, they will take the place where you stepped with your feet? wachawi wanapotaka kitu wataenda kuchukua udongo mahali ulipokanyaga kwa miguu yako? God said, Mungu kasema the child of this woman ya kwamba mtoto wa huyu mwanamke shall crush your head. atakanyaga kichwa chako. The crushing was with the foot. Kukanyaga ni kwa miguu. There is power to overcome in your feet. Kuna nguvu ya kushinda kwenye miguu There yako. is power of dominion in your feet. Nguvu ya utawala ipo kwenye miguu yako. When the enemy wants to temper with your, what are you doing? Like you're many and you're just looking. Help her. Now they touched your feet. Go back high. Don't Rudi come juu, down. rudi juu, usikae juu, usikuje chini. They tempered with your feet. Wakaharibu miguu yako. From that time you cannot own, you cannot possess anything. Kutoka wakati ule huwezi ukamiliki chochote. You cannot. Huwezi. Anything that you do, Chochote it unachofanya doesn't go far.
hakiendi There mbali. is no place that you can enter and stay. Hakuna mahali unaweza ingia na kukaa kudumu. You don't possess. You don't possess. You have no Umiliki. power to possess, to subdue the territory. Una nguvu ya kumiliki na kutiisha You himaya. start a relationship, they go, they vanish. Unaanza mahusiano na yanapotea. Whatever you start in business, it dies and you don't know. Yote unaofanya kwenye biashara unaanza na inapotea. You have tried to possess lands, you can't. Umejaribu kumiliki ardhi, You umeshindwa. tried to build, you couldn't. Umejaribu kujenga, umeshindwa. The feet. Miguu. This is what we are dealing with now. Ndio tunashughulikia If you sasa. have that problem, I want you, Kama una hilo tatizo njoo. apart from this, Kando na huyu. if your feet, you ever experience problem in your feet, Kama umeisha ikutana na shida, This is kupata what we want tatizo to kwenye deal with. miguu yako. make sure the problem is the feet. Hakikisha kwamba tatizo ni Don't come miguu. here if it's an eye or head. I said Tafadhali feet. usije kama ni macho ama ni kitu kingine. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu. Some of you stepped into dangerous territories. Wengine wenu mlikanyaga katika himaya zingine Some of za you, the hatari Holy sana. Spirit told you don't go, you went. Wengine Roho Mtakatifu kawaambia usiende, ukaenda. I really want you to pray for mercy. Nataka uombe rehema. If the Lord told you don't do it, you did. Mungu akakwambia usifanye vile, ukafanya. Ask for mercy Muombe Mungu and rehema focus on Him na ukaweke mtazamo wako Focus on kwake. him. Eka mtazamo wako kwake, and pray. uombe. If not, then start praying. Kama sio, anza kuomba. Just pray in the Spirit. Omba katika Roho. Just pray in the Spirit. Omba katika Roho. Just pray in the Spirit. Omba katika Roho. In the mighty name of Katika Jesus. jina la Yesu. That grace. Neema, hiyo neema. All of us behind, let's pray. Sote tuombe, tulio kule nyuma Sometimes you don't tuombe. know. When you pray, you will know. Unapoomba wakati mwingine In the hujui mighty name of utakapoota. Jesus. Katika jina la Yesu. In the mighty and powerful name Katika of jina Jesus. la nguvu la Yesu Kristo. Everything that was taken away from me. Kila kitu kilichochukuliwa kutoka Everything kwangu. that was tempered away from me. Chochote ambacho kiliharibiwa kutoka Through kwangu. my feet. Kupitia miguu Anything yangu. that they planted in you. Yote walivyopanda ndani Anything that yangu. they planted on you. Yote walivyopanda That they juu yangu. tried to steal in Na you. kujaribu kuiba kutoka By kwako. tampering with your Na feet. kuweza kuharibu miguu yako. In the mighty name of Katika Jesus. jina la Yesu. I release fire. Tuma moto. I release fire. Tuma moto. I release fire. Tuma moto. To consume Kuteketea. every witchcraft. Kila uchawi. Every witchcraft. Kila uchawi. Every witchcraft. Kila uchawi. Every witchcraft. Kila uchawi. Every covenant Kila agano that was done ambalo lilikufa against the power dhidi ya nguvu in your feet ya miguu to catch fire, kuteketea kwa to be moto. consumed. Kuteketezwa kwa Fire! moto. Moto! Fire! 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 Moto! 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 Every seed of darkness Kila mbegu ya on those giza feet, on those feet. katika hiyo miguu, Yamakasintayawato. I command those feet, amuru miguu hiyo, those yokes on the ila feet, hizo za miguu, the bondages on your feet, ila katika the miguu, chains in your feet, nyororo katika I miguu, command them be broken. amuru vunjika, Break. ikavunjika, Break. ikavunjika. Fire! Moto! 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 There is power
Whoever did a destiny swap, yeyote alifanya kubadilishwa kwa whoever exchanged your feet yeyote with them, alibadilisha miguu yao na yao, giving you the feet of an animal, miguu ya mnyama, giving you the feet of an animal, miguu ya mnyama, giving you the feet of an old woman, miguu ya mwanamke or mkongwe, an old man. ama mwanaume mzee. Moto! Fire! Moto! Fire! Moto! Fire! Moto! Fire! Moto! 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 I see an incident. Ninaona tukio. I see an incident. Ninaona tukio. Someone, when you were a baby, Mtu ukiwa mtoto, an old woman came mwanamke mkongwe akaja and applied oil on your body. akapaka mafuta kwenye mwili wako, But she pretended she was straightening your feet. akajifanya ni kama alikuwa anakanda miguu yako. That's when a problem entered into your life. Pale shida ikaingia katika maisha yako, In the name of Jesus. katika jina la In the Yesu, name of Jesus. katika jina la Wherever Yesu, you are. popote ulipo, Wherever you are. popote ulipo, That witchcraft. uchawi huo, Those bondages. dira hizo, Those yokes. dira hizo From the kingdom of kutoka darkness. ufalme wa giza In your feet. katika miguu yako, From your childhood. kutoka utotoni, I release fire. tuma moto, Burn with fire. tekezea kwa moto, Burn with fire. tekezea kwa moto, In the name katika of jina la Jesus. Yesu. Keep on praying. Endelea kuomba, Keep on praying. endelea kuomba, Keep on praying. Keep on praying. endelea kuomba, Keep on praying. endelea kuomba, Keep on praying. endelea kuomba. Pray, pray, pray. Omba, omba, omba. Pray, pray, pray. Omba, omba, omba. There is someone you feel fire on your back. Unahisi, unasikia moto There mgongoni, is fire on your back. moto mgongoni, There is fire on your unasikia back. moto I mgongoni. call fire. Moto, Fire. moto, Fire. moto. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are moving in our midst. I worship you. I worship you. Fire on your feet. Moto katika miguu yako, Fire on your feet. moto katika miguu yako, Fire on your feet. moto katika miguu yako. I say fire on your feet. Nasema moto katika miguu Let them yako. consume those strange Atoka feet. teketeze, Let them consume those strange feet. teketeza vitu hivyo In the mighty name of katika Jesus. jina la Yesu. Those feet of an animal, I command fire. Miguu ya wanyama na mbwa, toka miguu ya moto.
Naomba mwanamume awasaidie hapa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. From the crown of your head. Kutoka kichwa chako. Into your body. Hadi katika mwili wako. Into your body. Ndani ya mwili wako. Into your body. Ndani ya mwili wako. Into that womb. Hadi katika whatever they fed you. Chochote walikulisha. Whatever they fed you. Chochote walikulisha. That made you lose your feet in the spirit. Ikafanya ukapoteza miguu yako katika ulimwengu wa kiroho. This sickness on your feet. Magonjwa katika miguu yako. This attack on your feet. Right now. Sasa. I release fire. Natuma moto. On your right fingers. Katika vidole vyako. On your right fingers. Katika vidole vyako vya kulia. And your right toes. Katika vidole vyako vya kulia. And your left toes. Miguu yako ya kushoto. Your right fingers. Vidole vyako vya kushoto. Your right toes. Vidole vyako vya kulia. Your left toes. Vidole vyako vya miguu. Fire. Moto. 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 In the name of Jesus. Katika jina. Now you spirit of death. Wewe roho mauti. I command you right now. Amuru sasa. Get out of her. Toka ndani yake. Get out of her. Toka ndani yake. Come out of her. Toka ndani yake. Come out of her. Toka ndani yake. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every yoke. Kila nira. Around her waist. Katika kiuno chake. Every yoke. Kila nira. Around her waist. Katika kiuno chake. I release fire. Tuma moto. I release fire. Tuma moto. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every evil deposit. Kila uwekezaji mwovu. Witchcraft deposit. Any part of your body. Katika sehemu yote ya mwili wako. From the crown of your head. Kutoka kichwa chako. From your crown of your head. Kutoka kichwa chako. From the crown of your head. Kutoka kichwa chako. From the crown of your head. Kutoka kichwani mwako. To inside you. Hadi ndani yako. I command them, come out. Tumatoka. Let your fire fall. Let it burn inside. Be quick, I want to finish. It fall outside. Let your fire fall. Let your river flow. Let it burn inside. Outside, let your fire flow. Let your river flow. Let it burn inside. Let flow outside. Let your fire flow. Let your river flow. Jesus. Jesus. In Jesus' mighty name. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. Let me give you this counsel. Naomba niwape ushauri huu. Feet are very sensitive to you making steps. Miguu ni ya muhimu sana kwako wewe kufanya hatua. Stop walking usual. Tafadhali acha kutembea kwa ukawaida. Don't say it is usual. Usiseme ni kawaida. It's normal. Ni kitu cha kawaida. My mom had it, so it's normal in my family. Mama yangu alikuwa nayo, kwa hivyo ni kitu cha kawaida kwenye familia. It's not normal. Tafadhali sio kitu cha kawaida. Deal with it. Ishughulikie. Have a tendency of washing your feet.
not when you bath, I mean intentionally you wash while you're praying. Tukuwa na tabia na mazoea ya kuosha miguu yako ukiwa unaomba, sio tu wakati unapooga. If you're too busy, just make it once a month. Kama una shughuli sana, tafadhali mara moja kwa mwezi. We enter into many places and we don't know what they mean. Tunaingia mahali kwingi na hatujui yamaanisha nini. Especially you, most of you who works in different offices. Haswa nyinyi mnaofanya kazi katika ofisi tofauti tofauti. Some people they put witchcraft at the door, at the entrance. Wengine wanaweka uchawi malangoni. And you step on them. Mkakanyaga. Have a tendency of washing your feet. Tafadhali kuwa na mazoea ya kuosha miguu yako. I want you to pray this prayer. Taka uombe ombi hili. Say in the name of Jesus. Sema katika jina la Yesu. Whatever I lost. Chochote nilichopoteza. When they touched my feet. Walipoguza miguu yangu. I claim it back. Ninadai. I claim it back. Ninadai. I claim them back. Ninadai. The finances I lost. The favor I lost. Kibali nilichopoteza. The grace that I lost. Neema niliyopoteza. The health that I lost. Afya niliyopoteza. I claim them back. Ninaidai 100-fold. In the name of Jesus. Jina la Yesu. Claim it in 1 minute. Dai mara moja. Claim it. Dai. Katika jina la Yesu. Lord, we bless you. Bwana tukubariki. We glorify you and honor you. Tunakuhimidi na kukuheshimu. Now and forever. Sasa na milele. We say Jesus be enthroned. Tunasema Yesu ukahimidiwe. On the thrones of our hearts. Katika enzi za mioyo yetu. Jesus be glorified. Yesu ukatukuzwe. We bind every spirit of vengeance and retaliation. Tunakemea kila roho wa malipizi na kisasi. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. It is power. Lord, we raise our hands to worship you. Tunainua mikono yetu kukuabudu. With the blessings you have given us. Kwa baraka ulizotupa. We didn't come empty-handed, Lord. Hatukuja mikono mitupu Bwana. We have come with offerings. Tumekuja na sadaka. Bless everyone who gives. Bariki kila mmoja anayetoa. Give them 100-fold. Wape 100. For thine is the kingdom and glory. Kwa ufalme na utukufu. And honor and praise. Ni zako sifa na heshima. Forever and ever. Milele na milele. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu.
are giving, I have a testimony I'll read here. Tafadhali, tunapotoa nina ushuhuda ambao nitasoma Not hapa. a testimony, someone's. He's saying, at the same hour of 12 midnight to 3 a.m., Anasema katika hayo masaa ya saa 6 hadi saa 9 asubuhi, our father used to take us to the witch doctor, baba yetu alikuwa anatupeleka kwa mganga, and they were telling us to put our feet in like a hole that they dug, or a pit. walikuwa wanatuambia tuweke miguu yetu kwenye shimo fulani walilokuwa wamechimba. And that witch doctor will be talking. Huyo mganga alikuwa akinena. And after that, many chicken will be brought home. Baada ya hiyo kuku wengi wangeletwa nyumbani, And every child will eat one chicken alone. na kila mtoto angekula kuku mmoja mwenyewe. Like you alone, you are eating one full chicken. Wewe mwenyewe unakula kuku mmoja mzima. And that chicken was being boiled, just boiled without salt. Kuku anachemshwa bila chumvi. You can see what the enemy can do. Unaona jinsi adui anavyoweza fanya. You know, now when I talk about feet, what does it mean? Sasa nikiongea juu ya miguu, unajua unamaanisha, unaelewa namaanisha nini? Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. May the Spirit of God give you wisdom Roho wa Bwana akupe hekima on how to deal with this. jinsi ya kushughulikia mambo haya. See you tomorrow evening. Tuonane kesho jioni. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Let us rise up for the closing prayer. Tusimame ili tufunge kwa maombi. Let us say a word of prayer. Tuombe. Thank you, Heavenly Father. Asante Baba wa We give mbingu. you all the glory for the restoration of our feet, Twakupa sifa for na the utukufu kwa sababu kurejesha restoration miguu of yetu, whatever the enemy had kwa stolen from kurejesha vyote us, ambavyo adui alikuwa ameiba kutoka kwetu, out of our ignorance kwa kutoelewa kwetu and by knowing it. na hata kwa Father, kujua. thank you for the restoration. Asante kwa urejesho. Father, thank you for opening our eyes and our ears and our hearts Asante kwa kufungua mioyo yetu, to macho yetu na see roho and to zetu, understand through your word that you have released from your servants this evening. kuona na kuelewa kupitia neno lako Father, ulilotuma kupitia we mtumishi ask wako that jioni you ya leo. continue to bless your servant, Tunaomba uzidi kumbariki mtumishi wako, the priest of this house. kuhani wa nyumba May hii. you continue to bless her and increase your anointing upon her. Mbariki na uzidi kumwongezea In the upako wako, mighty name of Jesus katika Christ of jina la Yesu Nazareth. Kristo wa Father, Nazareti. whatever you're doing in this season, Vyote unavyofanya katika haya may you do majira, it unto her and her family 100-fold in the umtendee mighty na name of familia yake Jesus. 100% kwa jina la And Yesu, divine ministry and everyone connected to divine na ministries. huduma ya divine ministry na kila In mtu the aliyeunganika na mighty name of huduma hii Jesus. kwa jina la Father, Yesu. we bless and worship your name. Twakubariki We na plead the kuliadhimisha blood jina of lako. Jesus upon each and every one of Tunatangaza damu ya Yesu us. Kristo juu ya kila mmoja Thank wetu. you, Heavenly Father. Asante Baba wa We mbingu. worship and adore you as Twakuabudu you're na raising the kuheshimu standards unapoinua against the viwanga enemy. dhidi ya adui. Thank you, Father, for this night. Asante kwa usiku wa Take your leo. place and take your glory. Pata nafasi yako na Continue uweze to kutukufu lead wako. us and guide Zidi us. kutuinua na In the kutuongoza. mighty name of Jesus we pray Katika and jina la Yesu believe. Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amina. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide in us now and forevermore. In Jesus' name, amen. We meet again tomorrow from Tukutane kesho. 5:30. You're welcome. Saa 11:30 umekaribishwa.